kwa sababu vile nilichunga hiyo mjukuu wangu, siku mingi nilimchunga, hakuna popote ninaenda. Mama yake hakuwa shule, niko na shida, niko mimi ni mgonjwa, mtoto ni mgonjwa. Sasa nikaenda Galasu kwa hospitali, ngatoka kwa hospitali, nikaona heri mzuri nipeleke mjukuu wangu na yeye apate matibabu. Sasa sister kumuingiza maji, kumwekea maji tena, tukampea maji kijiko moja. Vile tulimpea maji, hakumeza hiyo maji. Ile maziwa ikapatana na hiyo maziwa kwa mdomo, inakaa kwa mdomo. Hiyo kaada akanipea hiyo mtoto. Vile nilisika hiyo mtoto kwa mkono wangu, nikaangusha yeye kichwa hivi. Vile nilimwanguza hivi, ile maji ikaanguka, ile maziwa ikaanguka, nikaona hizo dalili mtoto asikuonyesha dalili mzuri. Ngaingiza kwa kitanda. Vile naingiza kwa kitanda, yenyewe nikatoka mbali sana kutoka hospitali nikaenda nje. Sasa vile niliona hiyo mtoto wangu hana dalili mzuri, ninaona amezaa kufa. Sasa bakanielezea, "Mate wacha kulia." Ngasema niliona hiyo mtoto wangu mjukuu wangu amezaa kufa. Sasa hata mkinielezea, jambo ya kwanza nimeona amezaa kufa. Wakawaelezea hivi, kati imezaa riba pesa ya wote. Lakini pesa inahitaji ya ICU shilingi 60,000. Fera sasa wamezaa desa 60,000. Chua ya kwamba 60,000 tutapata hiyo pesa. Kama tulikuwa na hiyo pesa, kanga tumezaa toa mtoto tulete Kisii. Hakukuwa na hizo pesa. Transport, gari ya kwenda kuchukua hiyo mtoto na transport, yani na pesa ya moja ni ukipiga sababu na hiyo pesa zote wamesema itaenda shilingi 1,100. Na hizo 1,100 sina hata hela, sina hata ndururu. Transport, gari ya kwenda kuchukua hiyo mtoto na transport, yani na pesa ya moja ni ukipiga sababu na hiyo pesa zote wamesema itaenda shilingi 1,100. Na hizo 1,100 sina hata hela, sina hata ndururu. Hata mama yake sabo ako kwa shule sahi. Acha elezewa mtoto yake. Hapana, mtoto yake acha elezewa amezaa kufa. Tumehaja mpaka wakati hiyo mtu pesa ipatikane, tukikuwa karibu pamoja, ndio tutaenda kueleza mama yake mtoto yake amezaa kufa. Hivi wamesema hivi. Tukiacha siku 7 ikipita, itatoa mtoto kwa mojari. Ikiingia wiki nyingine, wameanza kuanzia hiyo wakati mtoto amepelekwa kwa mojari, imesemekana kwa siku wanahesabu 700. Ikimalizikana siku ya 7, tutalipa pesa kutoa mtoto kichabe wa mojari. Wameanza kuriba shilingi 2,500 kwa siku. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa INKA TV na nakusalimu kutoka mahali popote ambapo unatazama INKA TV kutoka. Asante sana kwa kutusupport, kwa kutufikisha zaidi ya 100,000 subscribers. Lakini leo tumekuja hapa, tuko na habari mbaya. Kuna story tulifanya ya mtoto Kalista Kirubo. Najua wengi wenu mliangalia hii story, mkaweza kusaidia familia. Mtoto alikuwa na uvimbe kwa kichwa. Inasemekana kwamba alikuwa na maji kwa kichwa ambayo ilikuwa ina cause kichwa yake kufura zaidi ama kuvimba zaidi ya ile size ya kawaida ama the normal size. Tulipigiwa simu tukaambiwa baada ya sisi kufanya hapa story, waliweza kutoka hapa kuenda Kijabe Mission Hospital, mahali mtoto alikuwa anaenda kupata usaidizi wa madaktari ama matibabu. Lakini kwa bahati mbaya mtoto ameweza kupoteza maisha yake. Mtoto alifariki huko Kijabe Mission Hospital, na sasa shida kubwa ambayo imebaki kwa familia ni ile hawangeweza kupatiwa mwili walete hapa Kisii ama hapa kwa wakuje kumpumzisha kwa sababu ya ile bill kubwa sana ambayo imebaki hospitali. Hospitali alikuwa bado hajafanyiwa surgery, ambapo walikuwa wanamprepare waende kumfanyia surgery, lakini sasa kwa saa hii hawezi patiwa mwili ili wakuje kumpumzisha hapa. Ni bahati mbaya na tunaambia familia pole sana. Kwa wale wote ambao waliangalia hii story wakaweza kumsaidia akaenda hospitali kwa njia moja ama nyingine, tunakwambia pole sana na tunakushukuru kwa kile kidogo ambacho ulichanga. Lakini kwa sasa tunahitaji msaada wako zaidi, kwa sababu hatuna
chochote ama hii familia haina chochote cha kuweza kutoa ule mwili huko waulete hapa. Bili ya hospitali tunaambiwa iko kama 70,000 ama to 80,000, I'm not quite sure, lakini niko hapa nataka kuongea na family wako hapa watusikize, watuambie walitoka aje hapa, walienda hospitali, mtoto aliweza kufariki aje. Hiyo story yote tutawapatia hapa kwa INKA TV. Lakini tena tulifikiria tutengeneze group, natengeneza group ya baby kalista, tusaidie ku-offset hii bill kubwa ya hospitali. The first comment kwa hii story, kuna link hapo. Kama uko na moyo wa kusaidia ama ungetaka kusaidia hii familia ama kuwafikia, kuwapa pole zako wa kupoteza mjukuu wao Kalista Kerubo ambaye alikuwa na uvimbe mkubwa kwa kichwa, lakini wakati alienda hospitali before afanyiwe surgery aliweza kupoteza maisha yake. Click that link there. Iko kwa the first comment kwa hii story hapo chini. Click link, join group. Kuna group nimecreate, niko hapo, nitakuwa na update kila siku chenye kinaendelea. Ukituma pesa yako itasaidia sana hii familia na Mungu atakubariki. Sitaki kuongea mengi, familia iko hapa nyuma yangu, wenye mnaona nimefika kwao, watueleze mipango yao iko aje na mtoto wao aliweza kufariki aje. Karibu sana, majina yangu ni Bridget Kerubo. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa INKA TV. Nimefika kwenye kwa familia, nataka kuongea na nyanya yake hapa. Yeye ndiye alitupatianga hii story na yeye ndiye amekuwa kichunga huyu mtoto all this while mpaka wenye walitoka hapa wakaenda hospitali. Karibu sana. Kumbusha majina. Kwa majina naitwa Helen Mong'ina. Pole sana kwanza. Tulipata hiyo simu, tulipata simu ya kwanza mkasema mmeenda hospitali. Sisi wenyewe tukafurahi, tukajua sasa at least mmepata help, mtoto ataenda hospitali, atashughulikiwa. Tena tukikuja kusikia venye mmetuambia jana eti mtoto amefariki, tulihuzunika pia sisi. Poleni sana. Asante. Wenye mlitoka hapa, wenye tulitoka hapa tulifanya story, mlikuja mkatoka mkaenda hospitali. Mliendaje ama ilikuwa lini? Na ni nini kiliendelea hospitali? Tulitoka hii mwezi huu tarehe 4. Ilikuwa siku ya Jumatano. Tukafuatilia kwenda hospitali. Mtoto aende kupata matibabu. Vile tulienda, tukafika hospitali inaitwa Kijabe. Vile tufika hospitali Kijabe, mtoto akaadmit kuwekwa kwa ward. Sasa vile walimwadmit wakasema hivi, mtoto atapelekwa mahali anawekwa, akasemekana tumpeleke kwa clinic. Hizo kliniki tukaenda huko, tukafika kwa kliniki. Hali aende kuangaliwa hali ya maji iko aje kwa kichwa. Sasa tukaingia kwa hiyo, vile tuliingia huko, tukaelezewa hivi, heri ya mtoto kwanza aende kwa ward atibiwe kwa ward. Vile tulienda huko kwa ward, tukatolewa ward, tukapelekwa ICU. Vile tulienda kwa ICU, mtoto akaenda kufanyiwa kumdiscuss juu ya maji, wamwekee, kuna vitu wanamwekea kwa mwili, ende kupungua maji kutoka kwa mwili, hiyo mwili ipunguke, halafu waende kumfanyia operation. Tukakaa kwa ICU tangu Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili jioni saa 12 tukatolewa tukapelekwa kwa ward. Tumekaa kwa ward, mtoto anaendelea kupata matibabu. Vile alipata matibabu, waliendelea kumshirikia, wakamshirikia mpaka hiyo maji, wakasema wanataka kumhudumia mpaka hiyo maji ishe kutoka kwa mwili, akuwe rebo, halafu wampeleke theater. Wakaendelea kumshirikia yenyewe. Niliona mtoto ako mzima, ako vizuri, hakukuwa na matatizo yoyote. Haya, ikafikia wakati hiyo mtoto asubuhi, nikaamkia asubuhi, nikampea uji vizuri sana, akamimini vizuri, nikampea maziwa akamimini vizuri, nikamweka kwa kitanda, nikamwacha analala, nikaenda mahali kuosha manguo. Nilipeleka hizo manguo zake, nikaenda nikauza vizuri, nikaanika, nikatoka huko, nikakuja mahali mtoto hako. Sasa nikapata tena mtoto huyu amesarara. Nikapepa na beshani, nikachota maji, nikaenda kwa bafu, nikaenda kuoga kwa bafu. Kutoka kwa bafu, hiyo nimekaribia for lunch. Vile wakati naingia kwa lunch, nikakuta wameshaweka chakula kwa meza. Na maziwa ya mtoto na uji ya mtoto. Sasa nikaamsha hiyo mtoto, nimpe chakula, akule na mimi pia nikule. Sasa ngaamuza hizo mtoto, nikamweka kwa mkono. Sasa vile kushika hiyo mtoto mchukuu wangu, kumwangalia, yani kutariri yake sasa ni faa vizuri, nikaita sister. Nikaitana sister Karo.
Karo kuja niangalie mtoto. Karo akaniuliza nini mate mbaya. Ngamuuliza vile niliona hii mtoto sijawahi kuona vizuri. Karo akakuja akaangalia hiyo mtoto, akashika mtoto akaweka yeye kwa mkono, akaniambia mate lete maziwa. Tukampea maziwa kijiko moja. Hiyo kijiko moja akameza. Tukamwekea kijiko ya pili, hiyo kijiko ya pili kumuingisha kwa mdomo haijaingia. Alafu akanieleza hivi mate leta maji ya moto. Nikaenda nikaleta maji ya moto, tukampea kijiko moja. Vile tulimpea ile kijiko, ile maziwa choo ya kwamba aliweka kwa mdomo hakumeza. Tukaingisha maji, aende kumeza hiyo maziwa tuone dalili yake. Sasa sister kumuingisha maji, kumwekea kwa maji tena, tukampea maji kijiko moja. Vile tulimpea maji, hakumeza hiyo maji. Ile maziwa ikapatana na hiyo maziwa kwa mdomo, inakaa kwa mdomo. Hiyo Karo akanipea hiyo mtoto. Vile nilisika hiyo mtoto kwa mkono wangu, nikaangusha yeye kichwa hivi. Vile nilimwanguza hivi, ile maji ikaanguka, ile maziwa ikaanguka, nikaona hizo dalili mtoto hazikuonyesha dalili mzuri. Ngaingiza kwa kitanda. Vile naingiza kwa kitanda, yenyewe nikatoka mbali sana kutoka hospitali nikaenda nje. Sasa vile niliona hii mtoto wangu hana dalili mzuri, ninaona amezaa kufa. Sasa bakanielezea, mate wacha kulia. Ngasema niliona hiyo mtoto wangu mjukuu wangu amezaa kufa. Sasa hata mkinielezea jambo ya kwanza nimeona amezaa kufa. Sasa nikaenda nje. Vile nilienda nje ngakaa nje, kuanza kulia sana, nilikuwa na huzuni nyingi sana kwa sababu vile nilichunga hiyo mjukuu wangu. Siku mingi nilimchunga, hakuna popote ninaenda. Mama yake hakuwa shule, niko na shida, niko mimi ni mgonjwa, mtoto ni mgonjwa. Sasa nikaenda Galasu kwa hospitali, ngatoka kwa hospitali, nikaona heri mzuri, nipeleke mjukuu wangu na yeye apate matibabu, apone arudi nyumbani tukae na yeye pamoja. Sasa kukaa nje, nikapata kuna daktari mmoja akakuja akanishika mkono, akaniuliza mate kuja tuende. Ngamuuliza utanipeleka wapi? Hakuna, mtoto wanaendelea kutibu yeye, ni mtoto atakuwa mzima. Ngamwambia hapana, hata kunielezea hivyo, nimeona ile mtoto amezaa kufa. Tukaelekea na yeye pamoja, tukaingia nyumbani hapo mahali mtoto alikuwa. Nikapata wanaendelea kushirikia mtoto, wanamzaa mwekea kwa masini kwa kifua. Mimi nikamwambia mimi siwezi kaa hapa, nipeleke mahali ingine nikae. Wakanipeleka kuna room nyingine, nikaenda nikakaa huko. Vile nilikaa huko, hiyo daktari alikuwa ako daktari na tena ako basta. Akaanza jambo kunieleza hivi, jamii ya kwenu ni nani hako karibu, nani uko na namba ya simu, utanipa tuongee na yeye pamoja, tuelewane na yeye, kuna kitu namueleza. Nikamwambia niko na manamba. Nikamwambia kuna namba ya Helen, niko na namba ya mwalimu, niko na namba ya mjamaa mwingine. Nikampea yeye manamba 3. Vile nilimpea, sasa akaanza kuniambia hivi, nataka ujiweke kwa Mungu. Nikamwambia ninajiweka kwa Mungu. Mungu kama amekubali kupeleka Karisa Kerupa amezaa mjukuu, amuweke mahali mapepo mazuri kama amezaa kufa. Sasa akaniambia hivi, mama tuliza, Mungu anapenda wewe, ulipenda mjukuu wao na Yesu Kristo anapenda hiyo mjukuu, amezaa mjukuu. Enyewe nimelia sana, nikakumbuka kukua karibu ni vizuri lakini nilikutoka mbali sana. Nikajiuliza mimi mwenyewe hivi, wakati nilikuja Kichabe, nilikuja na mtoto wangu wako hai. Sasa kurudi kwenda Kisii, sijaenda na mtu chochote. Akaniachilia vitambaa, nitarudi na vitambaa kwenda home. Sasa nikalia hapo, nilikuwa na huzuni, nikalia sana, lakini nikakuja siku sasa ngapigia Helen simu. Kupiga simu, nikapata simu ya Helen iko on lakini asiki hiyo kwa simu. Sasa ngajiuliza itakuwa aje. Sasa nikaenda nje tena nikaendelea kulia. Kuna mama mwingine Helen akapiga simu. Huyo mama akapokea hiyo simu. Vile alipokea hiyo simu akamuelezea hiyo mama Kalisa alikupigia hiyo simu hiyo wakati alikupigia simu mtoto yake hiyo mjukuu yake amezaa dunia. Enyewe nilikuwa na huzuni. Hiyo mtoto wangu ninamuriza hata akikuwa yani alikuwa hai akwe hata kiwete ninampenda sana ninakubali nishike hiyo mtoto mpaka akue mzima apone akuje kutorea Mungu ushuhuda yake wakati alikuwa mgonjwa. Sasa hivi ICU vile alipelekwa ICU. ICU inahitaji pesa
na mahali alikuwa kote anahitaji pesa. Haya, hii pesa vile mtoto aliaga dunia, sasa vile nilinje mimi nilikuwa na huzuni. Sasa hawa walipiga zao. Vile walieleza sababu, wakaeleza zao, wakawapigia kutoka Kichabe kukuja nyumbani. Wakawaelezea hivi, kati imesa riba pesa ya wote. Lakini pesa inahitaji ya ICU shilingi 60,000. Fera sasa wamesa desa 60,000. Chua ya kwamba 60,000 chapata hiyo pesa. Kama tulikuwa na hiyo pesa, kanga tumesa toa mtoto tulete Kisii. Hakukuwa na hizo pesa. Tulikuwa masikini. Wakati mtoto alikuwa mgonjwa, yani marafiki ndio walitusaidia tukapeleka mtoto Kichabe. Sasa vile ninaingia home, hakuna marade ya kwanza, hakuna namna ya kupata hiyo pesa. Nitaenda kuchukua hiyo mchukuo yangu kutoka Kichabe. Hiyo pesa zote transport, gari ya kwenda kuchukua hiyo mtoto na transport, yani na pesa ya moja ukipiga sabu na hiyo pesa zote wamesema itaenda shilingi 1,100. Na hizo 1,100 sina hata hela, sina hata ndururu. Sasa naomba hivi marafiki, watu wa Mungu, wale wanapenda Mungu, munisaidie nipate hiyo pesa, niende huku nichukue hiyo mchukuu wangu nilete nyumbani nikuje kushika. Nimesema mshukurani Mungu ndiye anajua mahali popote aliweka hiyo mtoto mchukuu wangu, nasema amuweke mahali mazuri. Na mimi pia wacha nikaa hivi, hata mama yake sabo ako kwa zure sahi. Acha elezewa mtoto yake. Hapana, mtoto yake acha elezewa amezaa kufa. Tumehaja mpaka wakati hiyo mtu pesa ipatikane, tukikuwa karibu pamoja, ndio tutaenda kueleza mama yake mtoto yake amezaa kufa. Nimesema nimeshukuru asante TV Minto, hasogo chicha, hasogo cha kondramo achete, mwerweta gonkonya. Ituko kero mwana onaringe kwirunya gitari, mwankonyete. Nandi nyatebire mbiyamo na sogo cha, nandi mombwatisi omosigo oyo, nandi nyare koreto Omochokoro asinke yane njako mwene. Ninde masikini, timbwati kende, timbwati ng'ombe ngoni, timbwati na munende yebosio na magega, ndanyare gutwara, nyare koreto Omochokoro. Bakia basani n'abairi, munyare gonkonya. Aba serikali, munyare gonkonya. Chinsemo cheisiko, wale ambao waliona hii shida ya mtoto, mtanisaidia. Mungu atawapenda na Mungu atawabariki. Asante. Pole sana. Pole hata venye unaelezea, najua ni uchungu sana. Huyu mtoto hata kama alikuwa na hiyo deformity yenye tunasema alikuwa mgonjwa, hiyo maji ilikuwa mingi kwa kichwa. Ni kama hata venye mumeishi pamoja au kuenjoy life na yeye kwa sababu alikuwa mgonjwa all through. Lakini ulimshika kama mjukuu wako mpaka dakika ya mwisho, haukuchoka kumchunga. Siwezi choka hata. Ninampenda. Poleni sana. Sasa hiyo nimesikia story venye ulitoka hapa mkaenda hospitali, ulienda peke yako Kijabe? Ama kuna mtu mlienda na yeye kutoka hapa nyumbani? Kuna support ili support. Lakini kuna mtu mlienda na yeye ama mzee ama mlienda wewe na mtoto peke yake? Hapana. Kuna mama mwingine anaitwa Mark kwa jamii ya hii boma. Ndio tulienda na yeye pamoja. Bado venye umeeleza nasikia mwili bado iko huko Kijabe kwa mochari ya Kijabe Hospital. Awange wapatie kwa sababu ya hiyo bill kubwa enye mmeacha kwa hospitali. Lazima waliwaambia lazima mlipe bili yote ndio mchukue mtoto ama kuna mipango mliweka na wao? Wamesema hivi, lazima tutafute pesa, turibe hiyo pesa. Wakisema hivi, wamesema hivi. Tukiacha siku 7 ikipita, itatoa mtoto kwa mojari. Ikiingia wiki nyingine, wameanza kuanzia hiyo wakati mtoto amepelekwa kwa mojari, imesemekana kwa siku wanahesabu 700. Ikimalizikana siku ya 7, tutalipa pesa kutoa mtoto Kichabe wa mojari. Wameanza kuriba shilingi 2,500 kwa siku. Sasa nikasema hivi, sina pesa. Sasa nikauliza
marafiki ndio tanisaidia niende kutoa hiyo mtoto, acha ongeza hiyo pesa. Marafiki watakusaidia ulete mtoto mpumzishe hapa nyumbani. Itakuwa vizuri sana. Mpenzi mtazamaji wa INKA TV, leo tumeswitch, tumeenda kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu tunaomba sana ama tunataka hii story kuwe shared kwa kila mtu, kwa watu wengi sana ambao hata wengine si wa Kisii, ambao wako na roho ya kusaidia. Kama sasa hivi mmesikia venye mama anaeleza hapa, mtoto walitoka na yeye hapa wakaenda Kijabe Mission Hospital, na huko ndio mtoto aliweza kupoteza maisha yake. Hata hakuwa amefika kuenda surgery, alikuwa anakuwa prepared before aende kufanyiwa operation. ICU, alikuwa ICU akiwa prepared ndio wapelekwe kufanyiwa surgery. Alikuwa anaenda kutolewa ile maji ambayo ilikuwa imejaa kwa kichwa, yenye ilikuwa inafanya ile kichwa ifure zaidi. Nasikia mama ameeleza hapa a very painful story. Wenye walienda alikuwa amevumilia mtoto mpaka dakika ya mwisho, alimuona akiwa na yeye akifariki, alikuwa hapo. Lakini sasa tena uchungu mwingi zaidi ni ile hawezi kupatiwa ule mwili ama hawezi toa ile mwili pale Kijabe alete hapa kuja kumzika. Kwa sababu ya bill kubwa, unasikia ni 100,000 ambao wanafaa kulipa, alafu wapatiwe mtoto, wamlete hapa nyumbani Kisii, wampumzishe. Chungu mwingine tena sana ni mama yake ako bado shuleni, she's a candidate, ako form 4. Ako form 4, so hawataki kumdisturb, kumwambia hii story sana, na ni ile pia kukuja nyumbani, kuna hiyo preparation before matanga, kuna zile procedures zenye tunapitia kama wa Kisii hapa ndio tukuje kuzika mwili. Bado hawezi muambia ama wajamwambia, sababu pia wanaogopa she's a candidate, anaweza kuwa disturbed. Na bado hata wakimwambia wajapata pesa ya kuleta mtoto kutoka Kijabe wakuje kumzika hapa. Ndio kwa sababu sisi kama INKA TV tumeona to create group. Tuko na group ya WhatsApp. Hapo kwa the first comment, click that link, join that WhatsApp group. Kuna wale watu walikuwa wametupigia simu, hata jana tulikuwa tumeweka hii story. Kuna story tumerudia tena, imererun tena kwa ajili ya kukueleza wewe kwamba wewe mtoto Kalista aliweza kupoteza maisha yake. Wale ambao walikuwa wanataka kuingia na World Wave, kuna marafiki wetu wengi sana ambao walikuwa wametupigia simu tuuliza venye wanaweza kusaidia hii familia ama venye wanaweza kusaidia mtoto Kalista aende hospitali. Sasa tuko na hiyo group ya WhatsApp. Click hiyo group, click hiyo link hapo chini, uingie kwa hiyo group, tujadiliane tujue venye tunaweza saidia hii familia itoe mtoto wao pale Kijabe Hospital, wamlete hapa nyumbani waweze kumpumzisha. Hata mama ataona furaha kwa sababu amepitia uchungu mwingi na huyu mtoto, amemlea na uchungu, wameendelea hivyo, hajawahi choka, lakini sasa kwa bahati mbaya ameweza kupoteza maisha yake akiwa ako karibu kupata, tunasemanga light at the end of the tunnel. Hiyo light sasa ndio imeweza kuzimwa wakati amefika kwa madaktari wakubwa ambao wangeweza kumsaidia vizuri zaidi. Pole sana mami. Asante. Tumecreate group, tunaomba watu wataingia pale. Hata wale ambao wenye mnajua hawana WhatsApp, tutaweka namba hapo chini ambayo inaweza kupigia upate watu wa hii familia wasaidie. Ama pia kuna namba yetu ya INKA TV iko hapo juu, unaweza tupigia pia tukueleze ama tujadiliane tujue venye tunaweza saidia baby Kalista tolewe pale Kijabe mochari, aletwe hapa nyumbani aweze kupumzishwa. Sijamaliza bado, venye mama ameeleza bili iko, tutaona documents ziko wako nazo. So the only thing they are pleading with us as our viewers kindly ni kuwasaidia ile kidogo chenye uko nacho, waweze kuwasaidia watoe mtoto pale mochari. Kijabe ni mbali sana, si hata hapa Kisii. Hata area angekuwa hapa Kisii mahali mtu anajua kuna zile ni uchungu kumpoteza, lakini zile expenses hazingekuwa mingi kama transport mwili kutoka huko mpaka wamlete hapa nyumbani. Semi mengi, tuko na WhatsApp, na insist our WhatsApp group ya baby Kalista kusaidia kulipa hii bill ya hospitali na bill ya mochari. Click the link in our first comment, ujoin hapo tuweze kusaidiana. Kidogo chenye uko nacho kitasaidia sana hii familia iweze kupumzisha mtoto wao. Nataka kurudi niongee na mzee wako, ndio alikuwa ni babu ya Kalista, naye atueleze mnaendelea aje ama mipango iko aje hapa kwa village. Wenye mlirudi mmeeleza watu hapa maybe wasaidie ile community, tunajuanga kuna ile community inasaidia watu mchango nini. Pia yeye tuongee na yeye atuelezee mipango iko aje. Poleni sana. Asante. Pole sana, Mungu awafariji kabisa, tunawaombea mema. Asante. Penzi mtazamaji, nataka kurudi tena na babu ya Kalista ambaye ni mzee wake Helen, atuelezee pia community imewasaidia aje ama ni mipango gani wako nayo kama familia. Usiende mbali. Karibu tena, nimerudi na mzee wa hii boma ambaye ndio alikuwa babu yake baby Kalista ambaye ameweza kutuacha kwa sababu alikuwa na uvimbe. Ninajua mmeangalia story kwa hii channel yetu ya INKA TV. Alikuwa na uvimbe kwa kichwa ambao ilikuwa inaletwa na maji kufura ama maji kujaa kwa kichwa chake. Kwa bahati mbaya ameweza kufariki katika hospitali ya Kijabe akienda kupata usaidizi. Kwa hapa na babu yake, na nataka tueleze imekuwa aje hii safari, na hapa wenye wamerudi wako na bill kubwa sana ya hospitali. Wameeleza community ama family members before sisi to chip in kwa ile WhatsApp group. Nataka kujua pia mipango yao iko gani, mipango yao ni gani kama familia. Karibu sana.
Asante kwa kunikaribisha. Majina kamili? Kwa majina naitwa Yovinati Nyabaro Ndiki. Poleni sana kwa kupoteza mjukuu. Najua alikuwa ameenda Kijabe at least apate usaidizi, lakini kwa bahati mbaya ameweza kupoteza maisha yake. Safari yenu imekuwa aje tangu aende hospitali, alafu wenye amefariki najua ameacha bili kubwa sana? Safari yenyewe vile mama alienda hapo, ilikuwa siku ya Jumamosi, nilikuwa nimetoka kanisani, nilikuwa nimesaa baada lunch, kawa na relax kidogo ndio niweze kurudi kanisani. Baadaye ngasikia nduru ikiwa imeshafika. Hai kutokea nje kakuta kuna watu wengi sana. Alafu kasemekana Karista mjukuu wangu ameshaaga dunia. Kaambia watu poleni kwa sababu ni Mungu ameshamchukua. Ilikuwa ni wakati wake. Bila kitabu yaandikwa katika kitabu ya Ayubu nasema siku ya mtu haiwezi kupita kulingana na yale Mungu alikuwa ameshasema. Sasa ikawa iko namna hiyo. Siku ya jana watu yetu waliingia ile community yetu. Tukaketi chini. Walipoketi chini walikuwa wamesema kwa hakika hii pili ni kubwa, hatuwezi kwa sababu hii pili nyingine ya hapa ni wakati saa zingine watu wako kama Nyangena ama Kisii mochari hizi ikiwa Kisii round ndio tunawezanga saa zingine pili na kuanga kubwa kidogo, lakini sasa pili ya huko na transport na mambo ya mochari. Sasa ndio tukasema afadhali tutafute uweseso kwa wenzetu wale saa zingine watakayeweza kutusaidia ili tuweze kukaribia. Kwa sababu hii community yetu wakiwa wataweza kuleisi, wataleisi kitu kidogo sana. Wenyewe tunakuanga pamoja, lakini kwa hii familia yetu tuwaona hii pili ni kubwa ya 1,100. Tafadhali wenzetu yule mwenye atashikwa vizuri tafadhali watusaidie kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi. Ninyi kama familia hamna uwezo wa kuchanga hii pesa ifike 100,000? Wenyewe hatuwezi kufikisha 100. Na hapa kwa community venye mlirudi kutoka hospitali mkapata hizi news, watu wameshajua amefariki na watu wanajua kuna bill na wamewasaidia kwa njia gani? Yenyewe chana vile walikuwa wameshafika hapa, kuna ile wanapitisanga kwa hii community yetu. Wakati saa ngine inafika kitu kama 14,000, 16. Sasa hiyo inakuanga ngumu sana. Hiyo ni ile ni maneno ya hapa karibu. Lakini sasa transport kutoka hapa mpaka Kichabe tena kwenda kurudi na pili pia pale inaendelea kuongeza. Sasa ndio sababu tukaomba tafadhali tusaidiwe. Hivyo hapa kwa community hata kama wako na hiyo uwezo hawezi kuwa na hiyo pesa ya kuwasaidia ifike mpaka 100,000 na inaweza wasaidia kuleta baby Kalista nyumbani. Okay. Poleni sana. Pole sana. Hata sasa tumesema tukuja hapa tuwatembelee kwa sababu tulikuja hapa tukaona baby Kalista akiwa hapa tukafanya story. Na tulikuwa tunajua sasa at least ndio ameenda Kijabe atapata usaidizi. Lakini tunasemanga kwa yote tunashukuru Mungu. Ni mipango ya Mungu. Sasa omba usaidizi kwa mtu yote ambaye anatuangalia. Zile vitu ambazo mnahitaji sahihi ni mortuary bill na hospital bill. Tafadhali wasamaria wema wale mnaangalia INKA TV tusaidie. Hii pili sisi wenyewe hapa nyumbani hatuwezi. Tafadhali wasamaria tusaidie mahali utakayeweza kusaidia usaidie. Pole sana. Tuko na imani na tunajua venye tukiweka hii story kwa INKA TV, kwa channel yetu INKA TV, wale ambao wanatazama wataangalia na maybe wataweza kuguzwa kwa njia moja ama nyingine, wasaidie hii familia mlete Kalista nyumbani. Najua Kijabe ni mbali, alafu pia transport venye umesema ingekuwa hospitali hapa karibu afadhali ingekuwa kidogo rahisi kidogo. Na pia tena umesema umeambiwa venye anaendelea kwa mochari ndio bill inaendelea kuincrease. So si eti ni akikaa hapo sana pia pesa itakuwa mingi na itakuwa mzigo kwenu zaidi. Itakuwa mzigo zaidi. Poleni sana. Asante kwa kuongea na sisi. Asante sana wananchi popote mahali mlipo na waombea mema. Tafadhali kuseni mkono mahali utakayeweza kufikisha, hapo ndipo utakayeweza kusaidia sisi. Tuomba kwa imani ubarikiwe kwa njia ya imani. Pole sana.
Mpenzi mtazamaji, nataka kurudi na Helen ambaye ni one of the family members. Ndio hata tulitumia namba yake ile wakati wa kwanza ambao tulikuja hapa tuka highlight story ya Baby Kalista. Tueleze mipango ni gani, na yeye ndio tumemweka kama mmoja wa admin kwa hiyo WhatsApp group ambayo tumecreate ndio iweze kusaidia Baby Kalista ama familia yake iweze kulipa ile bili ya mochari na bili ya hospitali na pia transportation cost ya kumleta hapa nyumbani akuje kupumzishwa. Siende mbali. Mpenzi mtazamaji, nimerudi hapa na Helen ndio ambaye tulitumia ile namba ya simu venye nimewaambia, kwa sababu hapa familia wazazi ama wa huyu mtoto hawana simu. So Helen as the closest family member tuliopt kutumia namba yake ndio kila mtu ambaye anataka kusaidia familia aweze kumfikia. Helen, pole sana. Asante. Na asante kwa kutukaribisha. Wewe ndio ulitueleza kuhusu kufariki kwa Baby Kalista. Ilikuwaje wenye mlitoka hapa? Mama nyanyake ndiye ameniambia alimpeleka hospitali. But I know in one way or another ulikuwa involved kwa hii process yote, kwa sababu wewe ndio umekuwa kama communication center ya hii family. Sasa huyu mtoto vile alisaliwa akiwa vizuri. Sasa ikafika wakati akaanza kuwa mgonjwa. Kichwa ikaanza kufura, ikaanza kukua kubwa. Sasa nyanya yake akampeleka Kisii level 6. Alipompeleka huko akaambiwa afanyiwe scan. Wakasema kuna machi iko kwa kichwa, inafaa huyu mtoto aende atolewe. Sasa wakasema hatuwezi msaidia hapa, mahali mnaweza enda asaidiwe ni Eldoret referral. Sasa hatukuwa na pesa kabisa. Hii story ilikuwa imekuwa aired somewhere Yake TV. Alafu tukapata mtu mwingine mwenye alikuwa amekuwa na shida kama hii ya huyu mtoto na alikuwa ametibiwa Kichape hospital. Sasa tukakaa chini kama wanakijiji, tukasema tutafute pesa ndio huyu mtoto aende kutibiwa hospitali. Sasa vile tulijaribu kutafuta pesa, tuliweza kupata 23,000 peke yake. Sasa tukaona hii pesa hata haitaweza. Hawakuwa hata na NHIF card. Tukaona sasa wacha tuende tutafute NHIF card ndio at least isaidie kwa bills. Sasa vile tulienda tukapata hiyo NHIF card, tukapata. Sasa tukasema wacha huyu mtoto apelekwe Kichape hospital ndio aende kusaidiwa. Nini ilifanya mkachange kwa ndio mlikuwa mmeambiwa muende Eldoret referral mkaenda Kijabe? Eldoret tuliambiwa ilikuwa expensive. Okay. Na hawakuwa na kadi ya NHIF. Sasa huyu mwenye alitu direct kwenda huko alikuwa amesaidika na yeye huko Kichape hospital. Sasa akatu advise akasema ati mkienda hapo Kichape hospital kama mko na NHIF card anaweza tibiwa free of charge. Sasa tukaopti kwenda huko. Ndio tukaacha kwenda Eldoret. Sasa vile walienda hapo Kichape, kuna chama mwingine tulimpea ampeleke, amsindikize kwenda huko. Sasa si tukampea hii pesa ilikuwa imepaki 20,000. Sasa tukapeana hiyo pesa waende nayo, at least kama kitu inaweza patikana ya emergency watumie hiyo pesa. Sasa wakaenda kufika hapo hospitali, huyo mtoto alikuwa amekuwa mgonjwa kabisa. Sasa akawa admitted kwa ICU ward. Na unajua ICU ward lazima ulipe cash. Hakuna kutumia kadi. Sasa alikaa kwa ICU ward for 9 days. Sasa alikuwa aende kutibiwa Monday ile ya leo. Leo sasa Monday. Sasa huyu mtoto hakufika Monday. Alikuwa ametolewa ward angojea apelekwe theater aende kufanyiwa surgery hiyo ya kichwa. Sasa ikifika Saturday huyo mtoto ndiye akakufa kitu saa 7 hivi. Ndio sasa nikitoka kanisani hiyo simu nilikuwa nimeiweka silent, sikuwa nimesikia wakati imepiwa. Sasa nikifika kwa nyumba ndio nilipata missed call namba yenye si haiko kwa simu yangu. Nikajaribu kupiga back. Pia akaniambia Mama Kalista alikuwa anakutafuta lakini daktari amemuita. Si nikaangoja kidogo tena nikapiga. Sasa vile nilipiga simu ndio nikapata huyu mama analia, ananiambia mtoto amekufa. Hivyo ndio alikufa. Sasa tukajaribu kupigia huyo daktari mwenye alikuwa anamtibu. Akasema kuna bill. Ni sasa vile tulisema tulitaka mwili ikuje
ndio tuweke mochari hapa Kisii ndio tupange mashishi. Sasa nikamwambia utatuangalilia uone kama kuna pili. Sasa vile alienda kuangalia pili akapata pili iko 60,800. Alafu na pesa ya mochari akasema ni 700 per day for the first 1 week. Ikifika wiki ya pili mtaanza kulipa 2,700. Hivyo Wanaenda wakiongeza. Sasa hatujui wiki ya 3 ikifika, hatujui ni ngapi itafika. Sasa tumeshindwa, tulikaa jioni kama wana kijiji, tukasema wacha tutafute pesa tuone mahali tutafikia. Lakini kama wakati huu vile pesa imekosa Kenya, tunaona yani hatutaweza fikia hiyo pesa. Ndio sababu nikaambia ni watafute, ni wapigie simu nione kama mnaweza tusaidia, tupate marafiki ili watusaidie tufikie hii pili. Maana sasa hii hamna uwezo kama hatuna uwezo kabisa kama familia. Okay. Kwa sasa hapo mahali umefikisha ni ile mmeambiwa mtafute pesa ya mochari, mtafute pesa ya itabidi mtafute tu transport. Na bado tena kuna ile bill alikuwa nayo kwa kuna ile bill ya 60,800 ya ICU. Okay, so amounting sasa pesa yote kwa hiyo nini zote zenye expense yote inahitajika pesa ngapi? 100,000. 100,000. Hizi mtazamaji venye unasikia Helen anaeleza, Helen ako kwa hiyo group ya WhatsApp. She's one of the family members na ndio tumekuwa tukitumia sana kwa sababu hii familia hawana simu. Either nyanya yake ama babu yake hawana simu ambayo sisi tunaweza kuwafikia. So tunatumia Helen hapa. Helen pia na understand unafanya kwa shule ambayo mama yao mtoto anafunza. Sasa hii situation iko aje, ameambiwa ama bado? Huyo mtoto hatujamwambia. Tulisema wacha akae kidogo, si unaona tuko na safari ndefu ya kutafuta pesa. Na huyu mtoto ni candidate. Tukimwambia acha nyumbani hapa ni ku waste time. Wacha akae shule, mipango ikifika karibu ndio tumwambie tumurete. Pia hamtaki kumdisturb. Hatutaki kumdisturb. Tunataka akae shule asome. Prepare kwa mtihani. Prepare mtihani kwanza, she's a candidate. Yeah. Pia we wish her all the best na hii news najua ikikuja, najua mtasaidika. So hii news mtakuwa karibu na yeye. Ataelezewa, hope atatake it vizuri, sijui venye itakuwa, lakini najua mtawalk na yeye kwa hii jani ya matanga ya kumpoteza mtoto wake hata kama bado ako shule. She still a mother na kuna hiyo pain najua. Hivyo hapa kwa community hata mmejaribu bado hamjapata hiyo help? Hatujapata. Hakuna kitu tutapata. Si unaona wakati ule tulikuwa tunatafuta ya kumpeleka hospitali. Tuliweza kupata 23,000 peke yake. Sasa ni hii 1,100 ndio tutafikia kama ya hospitali ili tushinda kutafuta. Yaani tumeshindwa kabisa. Tumeshindwa, tumekwama. Ndio sababu tunaomba mwenye ako na roho nzuri atusaidie ili tuweze kuleta huyu mtoto kutoka hapo Kichape ili aje kuzikwa hapa nyumbani. Najua mtapata usaidizi tukiweka hii story. Kuna wale watu waliangalia, hata kuna wengine bado wanafikiria mtoto ako hospitali. Wale ambao wanapiga simu wote tumeweka group, tumecreate group uko ndani. Sasa wewe ndio utakuwa una communicate kwa family through ile group. Na hata leo tunapin hiyo, tukiweka hii story we are pinning that link ya hiyo WhatsApp group hapo chini. Mwenye unaangalia hii story ujue venye unaweza fikia familia ama kuna uwezo wa kusaidia, ujue venye pesa zinaweza fikia familia ama ile mchango yako ndogo yenye uko nayo. Click hiyo group, click hiyo link ya group on the first comment ya hii video. Uweze kuingia, Helen ako hapo. Maswali yote ambayo unataka kuuliza ya family, Helen ako hapo atajibu. Na yeye ndio analinda hata ule mtoto pale shuleni. Yeye ndiye amekaa na yeye ndiye anamprovidea juu familia yake pia hata ina uwezo ya kulipia huyo mtoto school fees. Tulifanya na yeye story hapa, mlisikia venye alieleza. Na bado Helen ametuambia wajamwambia ati mtoto wake amefariki. So bado wana buy time because hii process ya kumtoa pale hospitali hawana pesa, hawajui ni lini wanaweza kupatiwa ule mwili kutoka Kijabe ulete hapa nyumbani wakuje kumpumzisha. Ila kwa uwezo wako hii story inaweza kuwa short ama hii period haita take long. Kama tutaingia tuweze kusaidia hii family, wataenda walipe bill pale Kijabe hospital, walete mwili hapa wampumzishe nyumbani, alafu pia waendelee na maisha yao. Kwanza mama yake she is a candidate.
so inakuwa ngumu zaidi na familia haina uwezo wowote. From the community kuna ule ambaye anaweza uliza community imesaidia aje, before uende nje unafaa kuanza kutoka nyumbani, wanasemanga hivyo. But the community pia hata haina uwezo wa kuchanga ifikishe 100,000. So they are pleading with you, they are pleading with us as INKA TV, mtu ambaye anaangalia hii story, uweze kuingia hapo kwa WhatsApp group. Hata namba ya Helen tutaipina hapo kwa wale ambao maybe hawataingia kwa group lakini wako na uwezo wa kuchangia hii family. Muweze kumchangia kwa ile namba yake, lakini sana sana tena tuna insist share this story ifikie watu wengi zaidi. Mwingie kwa group tuone venye tunasaidia familia ilete mtoto Kalista nyumbani. Baby Kalista tulifanya story yake hapa, by the way she's a young girl mwenye alikuwa amepitia uchungu mwingi. Hata tukifanya story hata hakuwa ametulia. Mpaka hata mama alikuwa ametuambia hawalali kwa sababu pia mtoto halali. So hata nyanya yake pia angeweza kulala. So ilikuwa uchungu na hata kumpoteza pia imekuwa uchungu mwingi zaidi. Na sasa uchungu tena ni ile pia hawana pesa ya kuweza kumleta hapa nyumbani waweze kumpumzisha. Tamalizia hapo story kwa leo. Insist ama nikikuomba wewe mwenye uko na ule uwezo wa kuweza kusaidia hii familia, uingie kwa group yetu ya WhatsApp ya Baby Kalista Send Off, to contribute pale tuweze kusaidia hii family, at least waweze kumpumzisha mtoto wao hapa nyumbani kwao Kisii. Sina mengi, nataka kuachia hapo nikwambia asante sana kwa kuendelea kuangalia stories zetu za INKA TV. Asante sana kwa kusubscribe, like stories zetu, share them so that they reach so many people. Tuendelee kugrow pamoja kama familia ya INKA TV. Majina yangu ni Bridget Kerubo. Let's meet in the next story.